Katika jiji la Nairobi, aliishi bilionea mashuhuri aitwaye Mzee Baraka. Alimiliki makampuni makubwa ya ujenzi, hoteli na mashamba ya maziwa. Kila mtu alimjua kama mtu mwenye mafanikio makubwa, mwenye magari ya kifahari na nyumba ya ghorofa nyingi katika eneo la kifahari. Lakini licha ya utajiri wake wote, Mzee Baraka alikuwa na kitu kimoja cha thamani zaidi kuliko pesa: binti yake pekee, Amani. Amani alikuwa msichana mrembo, mwenye akili na aliyelelewa katika maisha ya kifahari tangu utotoni. Alisoma katika shule za kimataifa, alisafiri nje ya nchi mara kwa mara na hakuwahi kukosa chochote. Watu wengi walimwona Amani kama princess wa pesa. Walidhani maisha yake ni rahisi, ya starehe na yasiyo na changamoto. Lakini walichokosa kujua ni kwamba Amani hakuwahi kupenda sana maisha ya kujionyesha. Alikuwa na moyo wa huruma na alipenda sana kijijini alikozaliwa baba yake. Kijijini aliishi bibi yake mpendwa, Bi Sofia, mama mzazi wa Mzee Baraka. Bi Sofia aliishi maisha ya kawaida kabisa. Alikuwa na ng'ombe wachache na kuku kadhaa aliowalea kwa mikono yake mwenyewe. Hakuwahi kuomba msaada wa mwanawe tajiri kwa sababu aliamini katika kufanya kazi kwa bidii. Na hapo ndipo siri kubwa ilianza kuandikwa. Sehemu ya pili: safari ya ghafla kwenda kijijini. Siku moja Amani aliamua kwenda kijijini bila kumwambia mtu yoyote isipokuwa dereva wake. Alimwambia baba yake kwamba anahitaji mapumziko mafupi kutoka kwenye kelele za jiji. Mzee Baraka hakupinga. Alimpenda sana mama yake, lakini kwa sababu ya shughuli nyingi hakuwahi kupata muda wa kukaa kijijini kwa muda mrefu. Alidhani Amani angeenda tu kwa siku chache kupumzika. Lakini Amani alipofika kijijini, moyo wake ulijaa furaha ya ajabu. Aliukumbuka harufu ya udongo wa asili, sauti za ndege, upepo safi na tabasamu la bibi yake. Bi Sofia alimkumbatia kwa furaha isiyoelezeka. "Mjukuu wangu, umekuja kweli?" aliuliza kwa sauti ya furaha. Amani alikaa chini, akaushika mkono wa bibi yake na kusema, "Bibi, nataka kukaa hapa kwa muda. Nataka kujifunza maisha yako." Bi Sofia alicheka kwa upole. Hakujua kwamba maneno hayo yalikuwa mwanzo wa tukio ambalo lingeshangaza kila mtu. Sehemu ya tatu: uamuzi wa kushiriki kazi za shamba. Siku iliyofuata, Amani aliamka mapema kabla hata ya jua kuchomoa. Alimsikia bibi yake akifungua banda la kuku na kuwapa chakula. Badala ya kukaa ndani kama mgeni wa heshima, Amani alichukua ndoo na kuanza kukusanya mayai. Kuku walimzoea haraka na alifurahia kazi hiyo kuliko hata kukaa kwenye mikutano ya kifahari jijini. Baadaye alienda zizi la ng'ombe. Aliogopa kidogo mwanzoni, lakini bibi yake alimfundisha jinsi ya kuwakamwa na kuwapa malisho. Jasho lilimtoka, mikono yake ikachafuka, lakini moyo wake ulikuwa na amani ya ajabu. Wananchi wa kijijini walipoona binti wa bilionea akifanya kazi hizo, hawakuamini macho yao. "Huyu si yule msichana wa tajiri wa Nairobi?" waliulizana. Lakini Amani hakujali maneno yao. Alijifunza thamani ya kazi ya mikono, unyenyekevu na heshima kwa wazee. Siku moja, kijana mmoja wa kijijini alipiga picha Amani akiwa amevaa dera rahisi, ameshika ndoo ya maziwa na akicheka pembe ya ng'ombe. Hakujua kwamba picha hiyo ingesambaa mitandaoni kwa kasi kubwa. Ndani ya masaa machache, watu jijini walikuwa wakizungumza kuhusu binti wa bilionea aliyeshuka hadhi. Baadhi walimkosoa, walisema ni aibu kwa familia tajiri kama hiyo. Wengine walidhani ni maigizo ya kutafuta sifa. Mzee Baraka alipoona picha hiyo, alishtuka. Hakujua akasirikishwe au ajivunie. Aliona binti yake akitabasamu kwa furaha ya kweli, tabasamu ambalo hakuwahi kuliona akiwa jijini. Aliamua kwenda kijijini mwenyewe kuona ukweli. Sehemu ya tano: kukutana ana kwa ana. Mzee Baraka alipofika kijijini,
Alishangaa kumwona Amani akiwa amevaa nguo kawaida, mikono imejaa udongo, akimsaidia bibi yake kufunga kuku banda. "Amani!" aliita kwa mashangao. Amani aligeuka, akamkimbilia baba yake na kumkumbatia bila aibu. "Baba, karibu kijijini." Mzee Baraka aliuliza kwa sauti ya utulivu, "Kwa nini unafanya haya yote? Una kila kitu jijini." Amani alimwangalia baba yake machoni na kusema, "Baba, hapa ndipo nilipojifunza maana ya maisha. Bibi hana mtu wa kumsaidia. Pesa haziwezi kununua upendo wala heshima." Maneno hayo yalimgusa sana mzee Baraka. Alitambua kwamba alikuwa amejenga utajiri, lakini labda alisahau mizizi yake. Sehemu ya 6: funzo kwa jamii. Badala ya kumlazimisha Amani kurudi jijini, mzee Baraka alikaa kijijini kwa siku kadhaa. Alimuona binti yake akifanya kazi kwa bidii bila malalamiko. Aliamua kujenga kisima cha maji kijijini ili kurahisisha kazi za wakazi. Pia aliboresha banda la ng'ombe la mama yake bila kubadilisha maisha yake ya kawaida. Wananchi walielewa kuwa unyenyekevu wa Amani hakuwa maigizo, ilikuwa ni moyo wa kweli. Sehemu ya 7: mabadiliko makubwa. Baada ya mwezi mchache, Amani alirudi jijini, lakini hakurudi kama zamani. Alianzisha mradi wa kuwasaidia wakulima wadogo vijijini. Aliunda kampuni inayowapa mafunzo ya kisasa ya ufugaji na kilimo. Alisema wazi katika mkutano wa waandishi wa habari, "Nilijifunza kutoka kwa bibi yangu kwamba kazi ya mikono ndiyo msingi wa utajiri wa kweli." Watu waliomkosoa awali sasa walimpongeza. Alikuwa mfano wa kizazi kipya chenye moyo wa huruma. Sehemu ya 8: urithi wa kweli. Miaka ilipita, Bi Sofia aliugua na hatimaye kufariki kwa amani. Siku ya mazishi yake, kijiji kizima kilikusanya. Amani alisimama mbele ya watu na kusema, "Bibi alinifundisha kuwa hadhi ya mtu haipimwi kwa pesa, bali kwa moyo." Mzee Baraka alimshika binti yake mkono kwa fahari kubwa. Hakukuwa na fahari kubwa kwa bilionea kuliko kuona binti yake akichagua unyenyekevu juu ya majivuno. Hitimisho. Hadithi ya binti wa bilionea aliyepatikana akichunga ng'ombe na kukusanya mayai haikuwa ya aibu, bali ilikuwa ya heshima. Iliwafundisha watu kwamba utajiri wa kweli ni tabia njema. Unyenyekevu huinua kuliko kiburi. Mizizi yako ni sehemu ya mafanikio yako. Na siku hiyo, jina la Amani halikutajwa tu kama binti wa bilionea, bali kama msichana aliyebadili mtazamo wa dunia kwa kitu kidogo cha unyenyekevu.